Na kwa sababu wote tunajua kwamba sisi hapa duniani tuko safarini, tukafikiri ama waandaaji wakafikiri watoto wa Mungu tujue ni nini tunatakiwa kufanya. Kwa hivyo leo tutakuwa na somo linaloitwa au kusema wosia. Tutajua wosia ni nini na pengine kwa nini tufanye wosia na wosia unakuaje na mambo mengine mengi. Nikiri kusema kwamba wosia kama sehemu ya swala linalopatikana kwenye mirathi ni sehemu ama eneo la kisheria lenye changamoto kubwa. Na changamoto hii inaweza kuwa ni kwa sababu inapokuja swala la mirathi ama wosia, tunamzungumzia mtu ambaye hayuko hai tena, hayuko miongoni mwetu. Kwa hivyo tutakwenda kuangalia vitu ama maeneo mbalimbali ambayo yatatusaidia kujua wosia ni nini na pengine kwa nini tuandike wosia. Kuna umuhimu gani wa kuandika wosia? Kwa hivyo basi, kwa kuanza tu katika utangulizi, nilikuwa nimetengenezewa mazingira mazuri sana hapa, sasa sielewi ni usukuma ama ni basi nimeweza. Asante kaka, niko vizuri, mimi ni msukuma wa mjini. Tutaanza kujifunza kutoka ama tuone maandiko matakatifu yanasema nini. Kwa hiyo kwenye utangulizi wetu tunaanza kwa kujifunza kutoka Mwanzo 2:17. Nayo inasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, yani wewe. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Utakufa nini? Wanafunzi wangu wa jana walikuwa wanajua, Mwalimu Mabula nilikuwa napenda, Wasukuma tunasema nikisema kama kibwagizo ni moyo shikeleja. Wasukuma walioelewa hiyo nione. Moyo shikeleja. Kwamba maandiko yanasema siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa nini? Na hapo ndipo shida ilipoanzia. Lakini Zaburi 89:48 inasema hivi, ni mwanaume gani atakayeishi asione mauti? Atakayejiokoa nafsi yake na mkono wa kuzimu? Wakati nasoma fungu hili nilitamani Biblia iwe imemaanisha kwamba wanaume tu pengine ndo wafe. Yani nikawa natamani iwe hivyo, na kwa sababu mimi nimezaliwa mwanamke, wanasema kama au hapa Biblia ilikusudia yani sisi tuishi milele. Wanawake mnaotamani ingekuwa hivyo? Wote kwa kutonyosha mikono wote tunakubaliana kwamba hatupingi maandiko. Maandiko inatakiwa yawe kama yalivyo. Kwa mafungu hayo mawili mimi nimejifunza kwamba kifo ni hakika, na kwamba kila nafsi itaonja mauti. Huo si ni msemo ambao tumeuzoea kwamba kila nafsi itaonja mauti. Yaani hakuna namna, hata kama uishi miaka 200, ipo siku utakufa. Na bahati mbaya ni kwamba kifo hakichagui. Anakufa yeyote, anakufa waziri, anakufa mkulima, anakufa mnene, mwembamba. Na kama kulikuwa na mtu aliwahi kuwaza kama mimi wakati wa utoto wangu kwamba rais wa nchi hivi, rais anaweza akafa kweli. Lakini Tanzania imekuwa ni mmoja ya nchi tulizoshuhudia rais akiwa madarakani na akafa. Hiyo inakufundisha nini? Kifo ni hakika. Kifo ni nini? Hakika. Sasa kwa sababu hatuna namna ya kukwepa hiki, tunatakiwa kufanya nini? Mimi na wewe tunatakiwa kujiandaa. Tunajiandaaje?
tunajiandaa kiroho ili tuwe warithi wa mbinguni, si ndio? Lakini tunajiandaa kwa kuacha familia zetu vizuri. Na tunajiandaa kwa kuacha familia zetu vizuri kivipi? Kwa kuweka utaratibu mzuri wa vile vichache ambavyo Mungu ametujalia. Kwamba ukiondoka leo kusiwe na vurugu wala kelele. Na kwa kufanya hivyo basi, yani ile familia yako itakuwa inahubiri upendo. Yani kama kuna familia fulani walipata mgogoro baada ya kifo cha mzazi ama mpendwa yeyote, watajifunza ama jamii watajifunza kutokana na kifo chako. Kwamba familia ya mtumishi yule wa Mungu baada ya kifo chake hapakuwa na kelele. Alifanyiwa maziko vizuri na mali zake zikagawanywa vizuri. Kwa hivyo basi somo letu la leo sio kukuogopesha. Kwa sababu tunaamini yani unafahamu maandiko yanasemaje. Kwa hiyo kufa ni lazima utakufa. Watu tukiongelea wosia huwa Waswahili wanasema kuandika wosia ni kujichulia. Yani unajitabilia kifo. Na mimi niko kukuambia uandike wosia mtumishi wa Mungu, usiandike wosia kufa utakufa. Tena yawezekana ukafa leo. Wala sikuogopeshi. Kwa sababu si hatujui siku wala saa. Sasa hapo ulipo umejiandaa. Umejiandaa kiroho. Umeweka mambo yako sawa sawa kuhusiana na mali zako. Kwa hiyo hicho ndio kitu tunakwenda kujadili leo. Tuombe. Mtakatifu Mungu mwenye nguvu, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha. Tunasema asante kwa asubuhi hii ya leo, asante kwa kusafiri nasi mpaka mahali hapa. Muda huu tunakwenda kujifunza kwa habari ya wosia. Tunakusii uendelee kutufundisha na kutukumbusha kujiandaa. Na kwa sababu wewe ni Mungu unayesikia, utakwenda kufanya hivyo. Tumeomba ni katika jina la Yesu. Amina. Wosia ni nini? Kwa kifupi kabisa, wosia ni maneno ama ni kauli anayoisema mtu kwa hiari. Underline hiyo, pigia mstari. Kwamba ni maneno ama ni kauli ya hiari anayoitoa ama kuisema mtu wakati wa uhai wake. Kauli ama maneno anayoyasema mtu kwa hiari yake wakati wa uhai wake. Anasema nini? Anasema namna ambavyo angetaka mambo yake yafanyike. Ni namna gani mali zake zihifadhiwe, kutunzwa ama kutumika ama kugawanywa. Kwa hiyo ni maneno anayoyasema mtu wakati wa uhai, na iwe ni kwa hiari. Itakapokuwa tu imekuwa kwamba ni lazima, umelazimishwa na mtu, inakuwa sio, huo hauwezi kuwa wosia. Kwa hivyo tunasema kwamba will is a legal declaration of an intention of a testator, yani mtoaji wa wosia, with respect to his property which he desired to be carried into after his death. Hiyo ilikuwa ni naongezea tu, inamaanisha hicho nilichokuwa nimekisema awali, na hiyo ni kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 433 la mwaka 63. Lakini pia kanuni ya pili, tangazo la serikali namba 49 la mwaka 71, pamoja na sheria ya usimamizi wa mirathi sura ya 352 marejeo ya 2019, inasema ama inatafasiri wosia ikijumlisha ama kujumuisha wosia wa mdomo, kwamba maneno unayoyasema tu yanaweza kuwa wosia. Huko tunavyoendelea tutajifunza na kuona aina za wosia.
Lakini hebu tuone, Mahakama ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Moshi, katika shauri la Rose Tilia na dhidi ya Christopher Tilia. Na mara nyingi kesi za mirathi mara nyingi huwa ni familia humo ndani. Maamuzi katika, pamoja na mambo mengine, katika kesi hii mahakama ilisema hivi: matamko na matamanio ya mtoa wosia, ambaye sasa huyu anakuwa ni marehemu, kwa sababu tunapoanza kushughulika na wosia wako ni pale ambapo wewe tayari umeshakufa. Kwa hiyo mahakama inasema ni matamko na matamanio ya mtoa wosia yapaswa kuheshimiwa na kutekelezwa. Kwa hiyo hapa mahakama ilichokuwa inafanya ni kujaribu kusisitiza tu kwamba kile alichokisema mtoa wosia lazima ama ni muhimu kizingatiwe. Sasa tuna wosia za aina ngapi? Aina kuu ziko mbili. Kuna wosia wa mdomo, yani oral will, alafu tuna wosia wa maandishi, yani written will. Hata hivyo, inashauriwa ufanye ama uandae wosia wa maandishi, kwa sababu huo ndo njia salama. Kwa nini? Kwa sababu utakaposema maneno ndio kutakuwa na wale mashahidi, lakini yawezekana kukawa na wakamislead. Kwa hiyo ni vizuri uandike, kwa sababu utakubaliana na mimi, naweza kusema neno hapa nikamwambia kaka alirudie mpaka mtu wa mwisho kule anaweza akaongea kitu kingine kabisa. Mimi naweza kusema kwamba somo la jana tulijifunza kuhusu mali, kaka atasema lingine, atatafasiri anavyojua na mwingine. Kwa hiyo kwa habari ya wosia unashauriwa uandae wosia kwa njia ya maandishi. Yaani wosia uwe kwa njia ya maandishi. Sasa huo wosia wa maandishi unatakiwa kuwaje? Moja, lazima uandikwe kwa kalamu ya wino. Na hii ni ili tu isiwe rahisi mtu kufuta, kufoji ama chochote. Kalamu ya wino. Tunaelewana wapendwa? Lakini lazima kuwe na mashahidi wasiopungua 2. Na hii ni pale tu mtoaji anapokuwa anajua kusoma. Kwamba mimi wakili Mabula ninaandika wosia wangu sasa. Kwa sababu najua kusoma na kuandika, nitakuwa na mashahidi 2. Ikitokea mimi sijui kusoma na kuandika, lazima kuwe na mashahidi 4. Ndivyo sheria inavyoelekeza. Lazima kuwe na mashahidi 4, yani idadi ya mashahidi wanaongezeka. Lakini takwa la mashahidi linabaki pale pale, isipokuwa namba. Hiyo ni kama 4 kama mtoaji hajui kusoma. Mashahidi lazima wajue kusoma na kuandika. Yaani mimi mtoaji naweza kuwa sijui kusoma na kuandika. Kwa hiyo sheria inaniambia lazima niwe na mashahidi 4. Lakini kati ya hao 4 wote lazima wawe wanajua kusoma na, tuko sawa sawa? Sasa sifa za hao mashahidi, ukiacha hiyo requirement ya kusoma na kuandika, inasema kati ya hao mashahidi wako, kama wewe unajua kusoma, utakuwa na mashahidi 2. Kati ya hao mmoja wapo lazima atoke kwenye familia ama ukoo. Alafu mwingine ndio anaweza kuwa mtu baki. Tofauti na hapo, yani chunga sana tunavyoendelea kusema hizi nani, kwa sababu ikitokea kuna kipengele haujakifuata, kuna hatari ya wosia wako ukapingwa yani ukawa successfully challenged. Ikitokea hivyo ukawa challenged mahakamani kwamba mambo hayakwenda sawa sawa, yawezekana yule anayepinga akafaulu na ukajikuta umepoteza warithi ama beneficiaries wako, wanufaika wako wasienjoy ama property, mali zako, kwa sababu tu ya kipengele hicho kidogo. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa ukiandaa wosia kuzingatia vitu hivyo. Vinaweza vikaonekana ni kidogo sana, lakini mara nyingi wasumbufu huwa ni wale ambao ameshajua kwamba mimi napata kidogo, au mwanafamilia tu ambao unajua kwenye familia zetu tuna watu wa kila aina jamani
Kwa hiyo ni vizuri ukajihami kwa kila namna. Kwa hiyo mmoja awe ndugu, mwingine anaweza kuwa rafiki, jamaa au yeyote. Sasa vigezo vya msingi kwenye wosia sasa. Yaani umeshazingatia hayo. Ni nini unatakiwa wewe kama mtoa wosia kuzingatia ama kiwemo kwenye wili yako mbali na hao mashahidi? Cha kwanza, kuwe na jina lako kamili. Na hapa usiandike jina lako la mtaani. Kuna watu mna majina mtaani. Mnaitwa cha upepo Malingo. Mtaani kwako wanakuita ama kukutania wewe ni cha upepo. Mtaani wanajua wewe ni vyovyote, kumbuka jina lolote. Kwa hiyo unaandika mimi cha upepo, hapana. Unaandika jina lako rasmi. Ikiwezekana jina ambalo linapatikana kwenye kitambulisho chako cha NIDA ama kitambulisho chako chochote rasmi, lazima jina hilo ndio litokee. Lakini kingine, jina ama majina ya watu ambao ungependa watekeleze wosia wako sasa. Hawa tunawaita administrators, wasimamizi wa mirathi. Yes, jina rahisi ni hilo. Nani ungependa atekeleze sasa yale ulioyatamani, ulioyaandika? Lakini kutoteua mtu wa kuja kufanya hivyo, hiyo sio sababu ya kubatilisha wosia wako, japo ni jambo la msingi kulizingatia. Lakini hiyo sio hatari kama kutokuwa na jina rasmi. Mtu anaweza akasema sio yeye aliyeandika. Kwa hiyo ni ya pili, kuwe na watu wa kufanya hivyo. Kingine, kitu cha tatu sasa, kipengele cha tatu, lazima ubainishe mali. Kwamba mali zangu ni 1, 2, 3, nina nyumba Kiseke, nina kiwanja Igoma, nina wherever, chochote, gari yangu namba, gari yangu Subaru, model gani au meki ipi yenye namba za usajili 1, 2, 3. Unabainisha kila, kusiwe na shaka kwamba umesema ama hujui ulichokiandika. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu ikitokea hujaandika mali zako, yani anaye huyo mtekelezaji atatekeleza nini? Atajuaje? Yani tuta-identify mali zako kivipi? Tutazijuaje? Maana yake unaweza ukajikuta unaangukia kwenye kundi la wale ambao hawajaandika wosia na mirathi yako ikaendeshwa kama kawaida, wakati wewe ulikuwa tayari na will. Orodha ya majina ya warithi. Warithi wako ni akina nani? Kwa sababu usipowaandika hatutajua mali hizo ulikusudia ziende kwa kina nani. Na mara nyingi hapa wale ambao sio warithi ndio huwa wanaleta vurugu hapa. Kwa hiyo lazima uandike warithi wote. Na angalizo hapa, warithi wote, kwa sababu sheria inasisitiza wale wote ambao ni warithi wako lazima warithi. Na ikitokea kuna sababu ya msingi ambayo unaona huyu mtoto kwa jinsi ninavyomuona hastahili kurithi mali yangu, lazima utoe sababu kwa nini hatarithi. Usipofanya hivyo, kuna hatari wosia wako ukapingwa na mpingaji akafanikiwa. Tutaona kadiri tunavyoendelea. Sasa tumeshasema mali zetu ni gani, warithi ni akina nani, majina yako ni nani. Ni lazima sasa unafanya mgawanyo wa mali. Kumbuka, kule tumesema nina nyumba, nina gari, nina kiwanja, nina nini. Na mali tukiongelea hiyo ni mifano tu natoa, lakini unaweza ukagawa kochi zako, saa yako, laptop yako, hizo zote ni mali. Kwa hiyo hapa hatukusudii kujadili watu wenye nyumba na viwanja peke yake. Mali ni yoyote. Kwa hiyo kwenye mgawanyo wa mali sasa unasema mwanangu cha urembo atapata saa yangu, utasema inaitwaje?
Alafu mwanangu cha upepo atachukua kompyuta yangu aina ya Dell whatever. Mwingine atachukua kiwanja. Lazima ugawe. Useme fulani anapata nini. Tofauti na hapo utakuwa umekufa bila, utahesabiwa kwamba umekufa bila kuacha wosia, na mali zako zitagawanywa katika utaratibu mwingine wa sheria ambao huwa unafuatwa kwa cases kama hizo. Kingine ni tarehe ya kusaini wosia. Hili ni muhimu sana, kwa sababu usipoweka hiyo tarehe wosia wako utakosa uhalali. Lakini pia tarehe ni muhimu kwa sababu huko mbele tutaona unaweza kubadilisha wosia. Kwa hiyo ni vizuri unapoandika wosia uandike tarehe. Lakini pia tarehe itatusaidia, maana huwa kuna mapingamizi kama wakati huu wosia sio sahihi. Wakati baba anaandika wosia alikuwa mgonjwa kitandani taabani. Kwa ile tarehe itasaidia mahakama kwa setting. Ni kweli katika kipindi hiki marehemu alikuwa ni kweli ni mgonjwa? Alikuwa kweli katika hali ya kutojiweza? Kwa sababu tumesema kwamba kwenye wakati tunatafasiri wosia ni nini, tulisema ni kwa hiari. Sasa huyu mtu kama alikuwa ni mgonjwa, ilikuwa ni hiari yake, isije kama muuguzaji alimwambia baba sign, andika. Kwa hiyo tarehe ni muhimu sana. Lakini je, alikuwa mwenye akili timamu wakati huo? Kwa hiyo tarehe ni muhimu ili kujua. Isije ikawa wosia umefojiwa, tarehe imeandikwa kipindi mtu huyu tayari yuko anapumlia mashine, yuko ICU. Kwa hiyo ni muhimu. Lakini sahihi za mashuhuda walioshuhudia, yani mashahidi. Sahihi ya mtoa wosia kwanza ni muhimu, lakini sahihi ya hao mashahidi. Tofauti na hapo, isipokuwepo wosia huo utasemekana kuwa ni batili. Katika kesi ile tuliyoitaja, ile kesi yetu ya awali, tulisema ni kesi ya nani? Hatukumbuki. Tulisema kesi ya Rose Tilia. Katika kesi hiyo mahakama ilisemaje? Wosia ulioandikwa kwa shuruti ama vitisho, huo ni batili. Anaendelea tu kusisitiza. Sawa Tulisema kule mwanzo kwamba hutakiwi kubagua warithi. Na ikitokea kuna sababu yoyote unataka mtu fulani asipate urithi wako. Na hapa tunaongelea, tutaendelea kuona, tunaongelea wale warithi wako wa cycle ya kwanza, kwamba mimi nina mume wangu. Mrithi wangu wa kwanza ni mume wangu na watoto. Ikitokea mimi sina mume na sina mtoto, hapo ndipo tunaanza kumhesabu dada, kaka, wazazi na kadhalika. Lakini kwa kesi ya will tunaongelea kile ulichokiandika. Yaani kwenye will hufungwi kumpa mali yako mtu yeyote, isipokuwa kati ya hao mke, mume, watoto. Kama yupo ambaye unataka kumnyima, lazima useme sababu. Tuko sawa Kwa hiyo warithi wetu hawa, baba, mama watakuja baadaye. Kama ni mume na mke, anaanza mke au mume na watoto. Alafu ndio unaweza ukagawa kwa watu wengine. Will ama wosia inakupa hiyo nafasi. Lakini hawa wa ndani hao, unataka kumnyima mke wako au mume wako mali yako, lazima useme sababu. Usiposema sababu, inaweza ikabatilisha. Na sasa kuna maamuzi ambayo ni recent kabisa, yanataka kabla sasa hujaandika wosia, kwa sababu kumbuka unachoandika beneficiary ama mrithi hatakiwi kujua anapata nini. Yaani hatakiwi kutembea kijana wako mkubwa anajua mimi lile jengo la Kariakoo ni mali yangu. Kwa hiyo umejua kabisa nataka kuandaa wili. Kwa hiyo lakini kwa tabia ya binti yangu fulani, unaweza ukaitisha kikao cha familia, ukasema yale mapungufu yake, makosa yake, na apewe nafasi ya kujitetea. Kwamba kukiwa na will anaweza apate au kwa nini apate hata baada ya hayo yote. Hayo ni yanayosemekana sasa hivi kisheria. Lakini pointi kubwa ya kunoti wewe, kwa sababu sisi wanasheria inaweza ikasemekana hivyo na nikaenda mahakamani nika-argue na ikawa tofauti. Kwa hiyo wewe chukua hii, kwamba lazima utoe sababu kwa nini huyo uliyemwacha hapati mali kutoka kwako.
Sawa sawa. Sasa ni mazingira yapi yanayoweza kusababisha mtu asipate wosia, urithi? Ni nini kinaweza kikasababisha mtu huyu asipate? Yani ni mrithi kabisa, ni mtoto, anastahili kupewa mali ya baba yake na akakosa. Moja, inaweza kuwa kuzini na mwenza wa mtoa wosia. Wewe ni kijana, unazini na mke wa baba yako, awe ni mama yako mzazi ama mke tu wa baba yako. Hizo cases si mnaelewa? Wewe unaweza kuwa ni mtoto lakini labda mama alifariki, baba akaoa mke mwingine, lakini anaweza kuwa ni mama yako. Kwa hiyo kijana, ukifanya hilo kosa, ama binti ukazini na baba yako, mama yako anaweza akakunyima. Hiyo ikawa ni sababu ya wewe kosa. Kwa hiyo mnapoambiwa tu mheshimu wazazi, sio ili muishi miaka mingi, ili pia mpate mali. Mnanisoma sawa sawa? Ili mpate mali pia. Kwa hiyo muwe na nidhamu kwa wazazi wenu. Kwa hiyo ukizini na mwenza wa mtoa wosia, unaweza kujikuta katika hatari ya kukosa mgao wa mali. Haya, sababu nyingine inaweza kuwa kujaribu kumuua mtoa wosia. Yaani umeona haka kazee haka na mali zote hizi, kameshakula maisha lakini bado kapo tu. Haka katanicheleweshea mambo yangu. Sasa naona ni muaishe kwa muumba wake ili hizi mali nibaki nazo mimi. Ikitokea ukajimwekea sumu, baba wa watu akala, mama akala, akakimbizwa Bugando, akanusurika, akapona, akagundua kwamba wewe ulikuwa ni sababu ya kutaka ama kujaribu kumuua, hiyo ni sababu inayoweza kukukosesha mgao. Kingine inaweza kuwa kumshambulia ama kumdhuru yeye mtoa wosia au mama, yani mwenza. Turudi kule, hiyo ndio mtaelewa kwa urahisi, kwamba wewe mrithi mkusudiwa unamshambulia mtoa wosia au mama yako. Yani kwa urahisi unamshambulia mwenza wa mtoa wosia. Kwa hiyo inaweza kukufanya wewe ukakosa sehemu ya mali hizo. Kingine inaweza kukataa kumuuguza. Ni mgonjwa, yuko katika hali ya ugonjwa au njaa, ukakataa kumtunza ama kumhudumia ukiwa una huo uwezo. Yaani una uwezo wote lakini unamwacha mzee wa watu au mama wa watu anahangaika hapo, ana njaa, hana chakula, umhudumii chochote, usitegemee utapata, rafiki yangu. Utaona tu wenzio wanagawiwa mali zao, wanaenjoy maisha baada ya kifo cha wazazi ama vyovyote, na wewe utakuwa umekosa. Kingine ni kuharibu mali, na extent ya hiyo uharibifu huwa unazingatiwa. Mzee amekupa usimamie property fulani au project fulani. Wewe badala ya kwenda kutengeneza, unaharibu ama unasababisha hasara. Kwa sababu hiyo mtoa wosia ama mwandika wosia ana haki ya kukunyima au kukupa tofauti sana na wengine, kwa sababu atazingatia ile hasara ambayo unaweza kuwa umeisababisha. Nani anapaswa kuandika wosia? Ni rahisi. Uwe mtu mzima na akili timamu, lakini uwe na mali. Uwe mtu mzima, uwe na akili timamu na uwe na mali. Kule tumeona unatakiwa uandike mali zako. Mali zako. Ukiandika mali tofauti, huo wosia utakuwa ni batili. Kwa hiyo hapa uwe na mtu mzima, uwe na akili timamu na uwe na mali. Tayari uwe. Na sidhani hapa kati yetu hakuna mtu ana mali ambaye hana mali. Kuna yeyote ambaye hana mali? Yaani wewe huna chochote, yani wewe ni hohe hahe. Bila shaka wote tuna mali, na kama ndivyo, maana yake wewe hapo ulipo unatakiwa uwe na wosia tayari. Wosia unatunzwa wapi? Kuna maeneo mbalimbali ambayo sheria imetoa nafasi kwamba ukishaandaa wosia wako unaweza kuweka wapi. Sehemu hizo inaweza kuwa ni benki,
Inaweza kuwa kwenye ofisi ya wakili, mfano ofisini kwangu, unakuja na kuandalia huo wosia na ninautunza, na nakala hiyo utaacha kwangu, nyingine unaweza kumpa mtu unayemwamini. Sasa wewe jichanganye ukampe nakala ya wosia wako yule shangazi yako ambaye hana breki, hana kifua. Wanasema friji lake aligandishi. Utajua ujui. Kwa sababu mtaa mzima ataanza kusema yule mtoto wa kaka yangu ameandika wosia. Hivi unafikiri huyu mke wake amepata kitu? Amempa ile nyumba ya udongo, ile ya matope ndio amempa. Kwa hiyo mambo yako, na utaanza kusikia harufu ya kifo kinakuzunguka mtaani. Kwa hiyo hakikisha mtu unayempa wosia ni msiri na ana hekima, na sheria inasisitiza asiwe miongoni mwa warithi wako. Awe ni mtu ambaye harithi chochote kutoka kwenye huo wosia. Lakini nakala nyingine unaweza ukaiweka kama tulivyosema popote. Unaweza ukaweka benki, unaweza kuweka kanisani. Na hiyo na washauri nyinyi ambao ni Waadventista wa Sabato. Nilikuwa na teta na engineer hapa, anasema kuna watu mpaka wa madhehebu mengine wanakuja kutunza wosia hapa kanisani. Sasa habari gani wewe ndugu yangu? Kwa hiyo hili litusaidie. Tunza, andaa wosia wako na tunza kanisani. Na shauri kanisa ni taasisi kubwa, inaweza kuwa ni sehemu salama zaidi. Lakini unaweza ukatunza wosia wako RITA. Tumesikia habari ya RITA, ofisi ya kabidhi wasi. Lakini tunaweza kuweka kwenye vyombo vya msaada wa kisheria, kama mfano kuna chama cha wanasheria wanawake ambao mimi ni memba, kuna chama cha wanasheria wa Tanganyika ambacho mimi ni memba. Huko pia unaweza kutunza wosia wako. Asasi za kidini tumesema, kampuni ya uwakili tumesema, au benki. Lakini unaweza kutunza wosia wako Mahakama Kuu ya Tanzania. Unaenda pale, unamuona msajili wa mahakama, atakuelekeza taratibu zote. Wosia wako utaupeleka ukiwa umefungwa. Tungekuwa na muda tungeelekezana hadi namna ambavyo unafungwa na kuwa handed over. Lakini ukienda kwa hizo taasisi na hayo maeneo, wanajua namna ya kupokea na kutunza na kila kitu. Unaweza ukaandika wosia ngapi. Sheria haijakufunga. Unaweza ukaandika wosia kwa kadri unavyojua. Muhimu tu uandike tarehe. Tarehe iwepo ili kutofautisha wosia wa ule wa kwanza na huu. Hauendi kuomba ule ukauchana. Ule unaendelea kuwepo. Unapofanya amendment unazingatia zile nani zote za kisheria, lakini kumbuka tarehe ni muhimu sana. Sasa sababu gani inaweza ikasababisha wewe kuandika wosia mwingine? Moja, inaweza kuwa kuongezeka ama kupungua kwa warithi, kuongezeka ama kupungua kwa mali, au tu kubadili mawazo kwamba ule mradi wangu wa kufyatua tofali ulimpa mtoto wako cha upepo, lakini kadri mnavyoendelea unaona huyu mbona hana interest za biashara, huyu mbona amekaa kulima, una switch. Hapana, huyu nampa shamba alafu biashara aende huyu. Hiyo ni kubadilisha mawazo. Sababu nyingine tumesema inaweza kuwa kupungua kwa warithi ama kuongezeka. Mungu amekujalia watoto 6. Ikatokea 2 wakafariki ama mmoja, maana yake umebaki na watoto 4. Kwa hiyo unarudi unaandika wosia nakala nyingine, unagawa upya. Mfano ulikuwa na nyumba 6 na watoto 6. Si obvious kwamba utakuwa umempa kila mtoto nyumba moja. Kwa hiyo kwenye kubadili utasema sasa nani anachukua gani na ipi inaenda wapi ama anashare na nani. Lakini sababu nyingine inaweza kuwa kupungua kwa mali. Ulikuwa na nyumba 2, umeuza moja, umebakiwa na moja. Kwa hiyo unaenda una amend will yako, unabadilisha wosia wako. Muhimu unazingatia zile taratibu zote, majina, mashahidi, tarehe ni muhimu sana. Ili sasa tumemaliza msiba wako, tumelia na nini, wakili anakuja ama yeyote kutoka kanisani, aliandika hii tarehe fulani, tunasoma ile. Na ukiangalia, tungekuwa na muda ningeonyesha, tutaangalia, tutaona sample inakuaje, yani wosia unakaaje. Pale juu huwa kuna neno linasema na huu ndio wosia wangu wa mwisho. Ngumu inatia uchungu, mnaogopa hivyo.
wosia wangu wa mwisho. Kwa hiyo tutaangalia tarehe ya amendment ya mwisho, ndio tutakao utekeleza ama kuufuata. Tuko sawa sawa Kwa hiyo hizo zinaweza kuwa sababu za kwa nini tubadili ama tuandae wosia. Sasa tulisema kule warithi wanaoweza kupewa iko hivi. Nani na nani anaweza kupewa mali yako? Iko hivi. Ni muhimu sana warithi wako wale niliowataja wapate. Lakini nikasema na ninasisitiza, sheria haikulazimishi wewe kutompa mtu unayempenda. Mfano, mimi nina watoto wawili. Ninagawa mali zangu kwa mume wangu pengine na watoto wangu. Halafu ninakuwa na mali nyingine ninaamua kumpa shangazi yangu ama mtoto wa ndugu yangu niliyemlea pale nyumbani. Ama ninatoa nyumba yangu hiyo kwa kanisa, kwamba nyumba yangu hii, nitoe mfano wa gorofa kwa sababu naamini wote tutapata hela, tutajenga gorofa, kwamba floor ya kwanza itakuwa ya mume wangu, ile ground floor mume wangu ataichukua. Floor ya pili ni kwa ajili ya watoto wangu. Floor ya tatu itakuwa chini ya kanisa. Mapato, na unaweka na masharti. Mapato, labda 60% za mapato yatakayopatikana pale yataenda kwa wajane na yatima. Kwa hiyo kanisa likipata ile hela, 60% hiyo ni ya wajane na yatima. Halafu 10% italipa kodi za serikali za ardhi kwa mfano. 10% nyingine itasupport uinjilisti kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo wanakwaya watapata 10% pale wanaposafiri au wanafanyaje. 10% itafanya hivi na hivi na hivi. Sasa labda huo ni mfano mgumu sana. Kwamba wakili unaongea nini, sisi hatuna magorofa. Unaweza kuwa na frame zako 2 za duka na mali zako zingine ukagawa, lakini ukasema frame hii itatumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo mchungaji wako au yeyote sio ni muazini atakusanya kodi pale. Na ile pesa itakayopatikana pale italetwa kusupport kazi ya Mungu. Na unajua itakuwaje? Kumbuka, will tunaandika tukiwa hai. Kwa hiyo utakapokuwa umetoa ile mali, yawezekana kabisa kwamba kwanza ukao umejiongezea hata siku za kuishi. Yaani Mungu akaanza kuwaza, yaani kama huyu amefikiria kutoa nilichompa kwa ajili ya kazi yangu, kama ilikuwa ufe 2025 unaoanda ukaongezewa miaka mingine kadhaa mbele. Kwa hiyo ni muhimu kujua kwamba haukatazwi kutoa mali yako kwa mtu au taasisi, isipokuwa sheria inachosisitiza utoe ama wale watu wa nyumbani mwako. Tunaambiwa charity begins at home. Au tunaambiwa mtu asiyewajali watu wa nyumbani mwake na nini lile fungu sikumbuki ni gani, kwamba watu wako wapate kilicho chako. Lakini haikuzuii. Na hapo ndipo ninapoona demokrasia ya Biblia. Kwa sababu madhehebu ama dini nyingine vitabu vyao vimegawa mali. Lakini sisi huku Biblia imekuwa na demokrasia kubwa. Unagawa Mungu alichokupa kwa kadri unavyopenda. Kwa hiyo ninawahimiza tutengeneze mambo ya nyumbani kwetu ikiwa bado ni mapema. Lakini pia tufanye hivyo kwa ajili ya kazi ya Mungu, yawezekana tukaongezewa hata miaka ya kuishi. Sasa tunamalizaje? Katiba ya Tanzania ibara ya 21 imetoa haki ya kumiliki mali. Na katika njia za kupatikana kwa mali, urithi ni mojawapo. Yaani unaweza ukanunua, unaweza ukakuta poli ukafyeka, kwa mfano ukapata ardhi na kadhalika na kadhalika. Urithi ni njia mojawapo. Kwa hivyo ni vizuri tukatunza hizi mali. Ni vizuri tukazilinda ili ziweze kutumika kwa kizazi baada yako na kiweze kutumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa sababu wewe utakufa,
lakini kazi ya Mungu na kuhakikishia lazima iendelee. Tutakuzika na sabato ijayo tutakutana hapa. Na kama ni sabato ya wageni tutakuwa tumechinja na ng'ombe, tutamuona mkeo au mume wako, tutasema pole mpendwa, huku tunaendelea kula. Kwa hiyo ni vizuri mali yako ikiwa sehemu ya huo mchakato. Kwa kuandika wosia tunakuwa tumeepusha ama inatusaidia nini? Tunazuia migogoro hasa kwenye familia. Yaani familia yako haitatembea kwenye korido za mahakama. Inatia uchungu kabisa. Kuna familia ambazo nazijua personally, walikuwa wanaishi vizuri, ila baba mama nani amefariki, tayari watu wamekuwa simba, yaani ni paka na panya, na kesi zinachukua muda kuisha mahakamani. Kwa hiyo watamatch kwenye court corridors, kwenye corridors za mahakama, muda unakwenda, unakuta hata hawafanyi kazi tena, wana kazi ya kugombania mali tu. Kwa hiyo tutazuia migogoro hasa ndani ya familia. Lakini kulinda haki za warithi, watu wa nje au watu wabaya wasije wakawavamia, wakawanyang'anya. Lakini tunamsaidia yule administrator tuliyemsema, administrator wa estate, huyu msimamizi wa mtekeleza wosia, afanye kazi yake kwa urahisi kabisa mpaka mwisho. Lakini tunakuwa tumetunza mali kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Mlishaona zile familia ambazo baba alikuwa tajiri, alafu baada ya hapo watoto wake wanakuwa maskini wa kutupa? Si tumeshuhudia hizo familia? Kwamba baba aliacha mali nyingi, mama aliacha mali nyingi, lakini watoto wanakuwa ni maskini, wajukuu wanakuja wanazaliwa kwenye umaskini, wakati huku babu alikuwa ameshatoboa. Kwa hiyo tukiandika wosia tunatunza. Tena Wahindi wako vizuri sana. Wahindi na watu wa taifa gani ni wazuri sana. Wanakuwa na ile inaitwa generational wealth. Yaani mali inahama kizazi hata kizazi. Na huwezi kunyambia kwenye familia kama hiyo kutakuwa na watu ambao hawawezi kumtolea Mungu. Tukumbuke somo la jana la kazi. Kwa sababu watakuwa wamelinda mali zao vizuri, wanafanya kazi, wanazalisha kutokana na zile mali. Kwa hiyo Mungu pale anajipatia zaka na sadaka, na no wonder mnaendelea kubarikiwa zaidi. Lakini hili nilikuwa nimeshalisema, lakini kwa kufanya hivyo mali yako itaendelea kuhubiri injili hata wewe ukiwa tayari chini ya ardhi. Yaani wewe haupo ni miaka 10 sasa, na mtakubaliana na mimi, kuna wale wazee mfano waliojenga makanisa. Wale wazee majina yao yapo na wanaheshimiwa mpaka leo. Ulishawahi kwenda sehemu ukaulizwa wewe ni mtoto wa nani? Mimi nishaulizwa hilo swali, baba yako ni nani? Nimeenda sio kuomba kazi, nimeenda kujitolea. Nikaulizwa baba yako ni nani? Fulani yuko hapa kwa sababu baba yake ni fulani. Sasa wewe tunza mali zako ili watoto wako wasijitambulishe. Yaani akifika tu yaani jina lako linamfungulia milango. Na asikwambie mtu, niwaambie ukweli, mtoto mwenye mali huwa akosi mlezi. Yaani umeacha vizuri mambo yako. Watu wote kwenye kikao kile cha ukoo, ile tunaita what is that wakili, ile kikao cha nini ile wanaoandaga muhtasari wa kikao, wale wanafamilia. Na kuambia cha ukoo, yes, watamgombania mtoto wako. Mimi nimchukue fulani, mimi nipeni tu watoto wake, kwa sababu anajua una maduka my friend. Una nyumba, una kiwanja, una daladala inatembea barabarani, una viframe vya maduka, una kabiashara kako hapo. Anajua hapa ada sitateseka, na yawezekana na watoto wake wakasafiria nyota ya watoto wako. Akakusanya kodi na wakwake anawalipia humo. Anajidai ana upendo, kumbe amesafiria nyota. Kwa hiyo wapendwa, tujiandae kwa sababu kifo ni na kila nafsi itaonja. Barikiweni sana. Tungepata